Shalom, shalom. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Namshukuru Mungu kwa ajili yako. Mungu amekuwa ni mwema. Ni wakati mwingine tena ambao tumepata neema mbele za Bwana kukutana mimi na wewe kwa njia ya media kama hivi, kuweza kushare mawili matatu kwa habari ya neno la Bwana Mungu wetu, kwa kuwa ni mapenzi ya Mungu ya kwamba tuyajue yale aliyoyakusudia. Maana Bwana aliahidi katika kitabu cha Yeremia, anamwambia Yeremia, waambie watu wangu, kama wakiacha maasi yao, kama wakiamua kugeuka na kuacha njia zao mbovu na wanielekee mimi, basi mimi Bwana nitawapa wao walimu watakaowafundisha, wachungaji watakaowafundisha kwa mapenzi yangu mimi. Manake ni nini? Kwamba hii ni ahadi ya Mungu wa mbinguni, Mungu wetu, ya kwamba katika kila kizazi Bwana anakupa na kitazama na kukiangalia kwa karibu, na kama kizazi kikiamua tu kusema kwamba tunatamani kujifunza kutoka kwa Bwana, tuko tayari kuacha maasi lakini hatujui tutafanyaje, basi Mungu wa mbinguni yuko radhi kuachilia neema yake kwa wale ambao wamepewa dhamana ya kuongoza watu wengine katika ibada, ili wawafundishe hao watu kwa mapenzi ya Mungu aliye mbinguni. Na sio tu watu wao wameamua wao wenyewe kujipachika vyeo vya kuwa watumishi, lakini ni kwa sababu Mungu ameweka kusudi ndani yao, ili kusudi kwamba wamwakilishe katika njia zinazompendeza Mungu. Naam, siku ya leo tutakwenda kujifunza kitu kimoja kwa habari ya hekima ya kutambua majira pamoja na siku. Neno la Bwana linatuambia ya kwamba msiwe kama watu wa ulimwengu, muukomboe wakati, maana siku hizi na zama hizi ni zama za uovu. Redeem time because days are evil. Muukomboe wakati kwa sababu siku na zama hizi ni zama za uovu. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba katika kila siku ambayo mwanadamu unakuwa unaiona na ukasema kwamba ninaliona jua linachomoza tena, katika kila siku inapokuwa ikianza, there is a portion of evil that is released unto that day. Na ndiyo maana neno la Mungu linatukumbusha na kutuambia ya kwamba redeem time because days are evil. Komboeni wakati kwa kuwa siku na zama hizi ni zama za uovu. Kwa nini? Kwa sababu neno la Bwana linajua, au niseme Mungu anajua mpaka kwa nini anatuambia hivi. Kwa sababu katika kila siku unayokuwa umeiona wewe umeamka salama, basi katika hiyo siku kuna uovu mpya, brand new evil inakuwa released unto your life. Na ndio maana neno la Mungu linatusii na kutuambia, Bwana mwenyewe anasema fadhili zake ni mpya kila kukicha, fadhili zake ni mpya kila asubuhi. Kwa nini? Fadhili za Bwana zinakuwa ni mpya kila asubuhi, kwa kuwa zinakuja katika maisha yetu kutusaidia kupambana na ule uovu ambao unakuwa released kila siku katika maisha yetu, kwa kuwa Mungu wetu, Bwana wetu, Mwokozi wetu anatuambia na kutukumbusha ya kwamba pale ambapo mnakuwa mmelala, pale ambapo wewe unakuwa unasema kwamba nimejipumzisha, the devil anakuja usiku na kupanda magugu. Sasa haya magugu, unajua inaweza ikawa ina sound kama vile ni kitu cha kawaida kusema kwamba sasa si ni magugu, lakini ikumbuka kwamba unapozungumzia magugu, neno la Mungu, haya magugu ni tabia mbaya, haya magugu ni tabia zisizompendeza Mungu, haya magugu ni mawazo yasiyompendeza Mungu, haya magugu ni kila tabia ambayo inaonekana kama as an offense before God. Ni kwamba haujawahi kuona au mtu fulani anaweza akakutoa akakubaliana na ushuhuda huu ninaotaka kutoa, ya kwamba mwanadamu kuna wakati unaweza ukawa haupendelei vitu fulani vibaya, haupendelei kufanya vitu fulani vya ovyo au ambavyo vinakuwa kama ni machukizo mbele za Mungu, lakini all of a sudden ghafla unajikuta unaanza kutamani kufanya vitu visivyompendeza Mungu. Mpaka mwenyewe unajishangaa kusema kwamba mbona siku hizi nimekuwa ninatamani kufanya kitu hiki? Mbona siku hizi ghafla ninakuwa ninataka kutukana? Mbona siku hizi ghafla sioni haya au sioni aibu tena au sijisikii vibaya ninapotukana, ninapokuwa mchoyo, ninapokuwa na tabia zozote zile zisizompendeza Mungu? Kwa nini? Kwa sababu the devil, when you sleep, the devil came in your sleep and he planted weeds, naye akapanda magugu. Sasa hayo magugu hayo yanapokuwa yamepandikizwa, ndio neno la Mungu linatuambia komboeni wakati, kwa kuwa zama hizi ni zama za uovu. Lakini tunaukomboaje huo wakati? Basi Mungu kwa huruma zake na kwa fadhili zake anaamua, anatuambia na kutueleza ya kwamba Mungu wa mbinguni katika kila siku
anasema kwamba fadhili zake ni mpya kila asubuhi. Kwa nini fadhili za Bwana zinakuja kuwa ni mpya kila asubuhi? Kwa sababu ikumbukwe ya kwamba neema, rehema na fadhili za Bwana huwa zinakuja katika maisha yetu kutukumbusha mapenzi ya Mungu, kwa sababu neno la Mungu linasema ya kwamba neema ya Bwana hutufundisha kukataa mabaya na maovu yote. Rehema za Bwana zipo kwa ajili ya kutufundisha hayo mema ya Mungu. Sio tu uwe na rehema afu iwe imeishia hivyo afu uendelee kuwa hooligan, yani muuni, unaishi vile unavyojisikia. Hapana, lakini vinakuja ili vitufundishe mapenzi ya Mungu, vinakuja ili vitufundishe sheria za Bwana, neno la Mungu, mapenzi yake, kwamba anataka nini kutoka kwetu, anataka nini katika wakati huu. Yani kama ni wakati wa kuomba, Bwana anakutaka akuone ukiwa katika madhabahu ya kuomba, basi neno lake linakuja kwa ajili ya kufundisha kusema kwamba this time you have to pray, because if you will not pray. Yani hizo sasa ndo namna ambayo fadhili za Bwana zinakuwa mpya kila siku, ya kwamba jana akisema Mungu wa mbinguni atumie fadhili za jana kukulinda leo, sitafeli. Kwa nini? Kwa sababu uovu wa jana ulikuwa una nguvu iliyofanania jana. Yamkini jana ulishinda, lakini leo tena shetani amekuja usiku, amepanda magugu mapya, kwa sababu tupo katika kizazi ambacho tunapambana, au niseme kama we are striving even with technology. Evil is released every day. The devil is inventing new evil every day. Now we need the mercies of God. Now we need the grace of God. Now we need the mercies of God. Tunahitaji neema ya Mungu, tunahitaji rehema za Mungu, tunahitaji fadhili za Bwana, tunahitaji neno lake lituongoze, kutufundisha namna ya kutegua mitego ya adui ambayo tunakutana nayo kila siku, kwa sababu shetani ni yule wa jana. Yule wa jana ndo huyo wa leo, na ndo huyo atakaye kuwepo hata katika siku zijazo kabla hukumu yake haijafika. Lakini ni mtaalamu, na yeye mwenyewe pia anao uzoefu, ameshawahi kuishi na wanadamu, anajua udhaifu wetu, anafahamu weakness zetu. Sasa kwa sababu hiyo Mungu anasema, na hili ndio neno la Mungu, pokea kwa jina la Yesu. Mungu anasema fadhili zake ni mpya kwako kila siku, lakini zikubali na uzipokee fadhili za Bwana, kwa kuwa fadhili na neema ya Mungu vipo kwa ajili ya kufundisha mapenzi ya Mungu, neema ya Mungu, fadhili zake, njia zake na matendo yake, matendo makuu, kukukumbusha shuhuda zake, kukukumbusha uaminifu wake, kukukumbusha maagano yake, kukukumbusha mapenzi yake. Maana hii ndio neema iliyokusudiwa katika maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Nambariki Mungu kwa ajili yako mahali popote ulipo. Kama umebarikiwa na ujumbe huu, basi unaweza ukasubscribe, ukalike, lakini pia ukauliza na swali lolote kwa njia kwenye comment section. Bwana akubariki. Mungu akubariki. Amen. Shalom.